ni matatizo. Mwanadamu yote ameumbwa kukosea. Mimi nakosea kila siku. Kila siku nakosea, binafsi yangu najijua. Kwa sababu ni mwanadamu, na kama tunavyosema kila siku, mapungufu ya mwanadamu ndio ukamilifu wake, na ukamilifu wa mwanadamu ni yale mapungufu yake. Hakuna mtu, yani kila mtu anasikilizwa na anarekebishwa isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam basi. Lakini yoyote anaweza akarekebishwa, yoyote. Lakini unamrekebishaje mbele za watu? Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa yeye kama hadithi inavyosema ya Anas bin Malik, hakuwa fahashan wala la'anan wala sababan. Hakuwa ni mwenye uovu, wala hakuwa ni mwenye kulaani watu, wala mwenye kutukana watu. Wakana yakulu inda al-ma'taba, na alikuwa akitaka kulaumu usema maneno ya mafumbo. Mali sahibukum tariba jabinuhu, alikuwa anasema maneno hayo, ana nini ndugu yenu, mbona amejitia mchanga usoni? Ukisikia hivyo ujue mbona kakosea. Si wewe nini wewe utaniambia wewe hujui chochote? Hakuna anayejua chochote. Si mimi, si wewe unaosikiza, si shekhe yote. Kila mmoja anajua kiasi chake. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kila mmoja anajua kiasi chake. Lakini sio ndio nafasi tena ya kutukana. Lakini hata dini yetu, masala mengi ya kisheria sehemu kubwa ni khilafu. Masala mengi ya kisheria sehemu ya khilafu ni mengi zaidi kuliko pale walipopatana wanachuoni. Sehemu kubwa sana wameshindana, wametofautiana. Masala karibu milioni 5 na kitu. Masala watu huyu anasema hivi, huyu anasema hivi. Ndio dini iko hivyo. Kwa hiyo sio hivyo wanavyofikiria watu. Ukikijua kitu ndio hicho hicho. Wewe unajua hichi, mwenzio anajua kingine. Wewe unajua hichi, mwingine anajua kingine. Na mnakaa pamoja, mnasawazishana, mnarekebishana. Sio mambo ya kutukanana na nini. Sheikh, kuna mtu anauliza muda mrefu sasa sijaliona, na kuomba ili la mwisho. Mangoma yuko UK anasema, je, mtu akifa ndani ya Ramadhani hukumu yake ni nini? Anazikwa tu kama kawaida. Ndio bwana Mangoma ajue. Bwana Mangoma, mtu akifa ndani ya Ramadhani sawa sawa watu wale kufa siku nyingine. Hukumu yake ipo kwa Mwenyezi Mungu. Au anaulizia siku kama siku. Anasema yeye adaiwi zile. Adaiwi zile siku zilizobaki. Mfano amefunga mpaka Ramadhani ya 5 akafa, zimebaki Ramadhani 25, zile zote adaiwi. Hakuwepo kwa sababu. Na kama alikuwa anaumwa kabla ya kufa, hizo siku 5 ndio ndugu zake watakazomlipia. Imeeleweka vizuri? Nasema hivi, mtu kwa mfano amefunga Ramadhani 5, ya 6 akafa, kuanzia ya 6 mpaka ya mwisho hatofanyaje? Hatolipa. Yeye ala ndugu zake watamlipia. Watamlipia zile 6 ikiwa hakuwahi kuzifunga kwa sababu ya maradhi. Hizo watamlipia. Tumeelewana vizuri? Haya, inshallah tunamaliza hapa. Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika yale ambayo kwamba yana kheri na sisi. Atusamee makosa yetu. Mwenyezi Mungu awasamee mashaka zetu na walimu zetu. Wale ambao kwamba wako duniani bado, Mwenyezi Mungu awape umri mrefu, waendelee kutusomesha na kutulea. Na wale ambao wametangulia mbele ya haki kama vile shekhe wetu Sheikh Muhammad Ayubu na wengineo, Mwenyezi Mungu awaridhie. Pamoja na mzee wetu mzee Alhadi Umar Kawambwa, ambaye yeye ndio sababu ya hapa sisi tulipokaa. Mwenyezi Mungu ampe kitabu chake kwa mkono wa kulia, pamoja na mwanawe Ustadh Omar Alhadi Umar na wote wanaofanya kazi ya dawa. Na sisi Mungu atupe uvumilivu, tupendane, lakini kikubwa tunaiombea nchi yetu. Mwenyezi Mungu aifanye nchi ya salama, ya amani, ya upendo, ya mshikamano. Rais wetu Doktora Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu amuimarishe yeye pamoja na wote wanaomsaidia katika kazi kama hii. Aendelee kuwa mama mwenye kutuhurumia, mwenye kutujali. Mwenyezi Mungu amtie mapenzi na wale wote wanaomahani na kumsema vibaya
kwa sababu ya chuki tu za kisiasa na uroho wa madaraka, Mwenyezi Mungu awaongoze na sisi tupate kupendana zaidi. Khilafu zetu za kwenye dini hizi zisiwe sababu na chachu ya sisi kurudi nyuma, bali iwe ni sababu ya sisi kwenda mbele zaidi. Watoto wetu Mwenyezi Mungu awajalie wakuwe katika makuzi ya Kiislamu, wapende dini, watupende na sisi wazee wao, na sisi wazee tuwapende watoto wetu. Wale wenye wake Mwenyezi Mungu awafanye wake zao wawe bora, na wenye ume Mwenyezi Mungu awafanye waume wawe bora. Na kuna kundi kubwa na hombwe la vijana hawajaoa kwa kuogopa maisha, wakina Zumo na wengineo, Mwenyezi Mungu awajalie nao wapate kuoa wakiwa. Na hawa wakina Doto na kina Huseni Msomali, Mwenyezi Mungu awashikie ndoa zao. Kuna mwanetu mmoja hapa anaitwa Saidi, kizaa kila siku anaoa na kuacha. Mwenyezi Mungu amjalie Saidi huyu aoe sasa apate mke wa bora, na wengine wote. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bora dako ya ng'ombe. Na nilikuwa nasubiri watu